Swala la kuchukiwa au kukataliwa halijaanza leo, lilianza kabla mimi na wewe hatujazaliwa. Hili swala ndo lianza. Mimi nakumbuka kisa kimoja cha Yesu wakati ni mdogo. Yesu alivyokuwa mdogo pale, alipenda kucheza na watoto wenzake, lakini wale watoto hawakuweza kumuelewa. Walimwekea vipingamizi vingi vya kutaka kumchafua onekane yeye sio bora kuliko wengine. Kwa hiyo kuna wakati pia tunapokuwa wadogo unakuta tunachukiwa na watu ambao hawakustahili kutuchukia. Sasa Yesu wakati anaendelea kuchukiwa, siku moja amepandisha gorofani kucheza na watoto wenzake. Kule gorofani walipokuwa wanacheza, akamsukuma mtoto mwingine akadondoka chini. Alipodondoka chini yule mtoto akawa amepoteza uhai. Wale marafiki zake ambao walikuwa upande wa yule mtoto aliyesukuma yule mwingine wakaunda njama kwamba tunafanyaje? Wakituuliza tuseme ni nani? Wote wakawasema kwamba tutasema ni Yesu. Basi Yesu akawasikia akasema hamna shida kama mmeamua hivyo, lakini mkumbuke mimi sijasukuma mtu. Basi mama mtu alikuja. Alipokuja akauliza huyu mtoto nani alimsukuma kawa hivi? Wote kwa sababu wameshaunda njama wakasema hivi ni Yesu. Yesu akasema jamani, sio mimi. Mkitaka kuamini kwamba sio mimi, tushuke kule tumuite muone atasema ni nani kati ya sisi hapa. Kwa hivyo shuka, mama mtu alijua kwamba masiara, kwa sababu alijua ni jambo ambalo haliwezekani. Yesu alifika pale akasema fulani na kuomba uje useme aliyekusukuma kati yetu hapa. Akamsonta akasema ni fulani. Lakini sasa we Yesu, wala hujanigusa, midairu ulikuwa unamwambia huyu asinisukume. Basi Yesu akasema kwa kuwa umemaliza kuonyesha aliyekusukuma, naomba urudi katika hali yako ile. Akarudi pale kufa. Mama mtu akasema, mbona tena umekufa tena? Yesu akasema, mimi nilikwambia atasema tu. Kwani umemsikia akiongea? Mama mtu akasema hapana, siwezi kukubali. Akamuita Yesu pembeni akasema, mwanangu, nakuomba mimi nitakupa chochote. Hebu fanya maarifa huyu mwenzako arudi kuwa hai, muendelee kucheza. Sasa tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba sio kila mtu unayemuona labda amenyamanza ukahisi kwamba labda hana kitu cha kuzungumza. Saa nyingine anacho cha kuongea. Kuna wakati anashindwa kuzungumza kwa sababu ya watu wanaomzunguka, kuogopa kwamba huenda watamsingizia. Lakini ukweli ni kwamba sio kila mtu labda kwamba anasingiziwa kwa kitu alichokifanya. Kuna wengine wanasingiziwa kwa vitu ambavyo hawajafanya. Kwa hiyo tujifunze kubalance, tujifunze kupima mzani, tujifunze kuona kwamba tunapaswa kusikiliza pande zote mbili. Laiti wangekaa wakapima upepo wa watu wanaozungumza pale na huyu mtu kuwa peke yake, kwamba labda anachokisema ni nini, huenda